Tunapaswa, kama tunataka kuona mabadiliko, basi mabadiliko yaanzie kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya rohoni sio mambo mepesi. Mambo ya rohoni sio mambo mepesi, ni mambo magumu, kwa sababu ni mambo yanayohitaji sana commitment. Watu wengi wanaweza wakawa wepesi wa kusema vitu na kutaka vitu vya rohoni, lakini wasiweze kuvifanya hivyo vitu vya rohoni, kwa sababu hawako tayari kuwa na commitment. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu, somo la malango ya kichawi pamoja na malango ya mizimu na ushirikina. Tunapozungumza habari ya uchawi, watu wengi wanajua tu uchawi, lakini neno uchawi sio neno pekee linalokamilisha ushirikina. Uchawi ni kipengele katikati ya ushirikina, ama watu wanaojiunganisha ama wanaojihusisha na mambo ya kichawi na ushirikina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko branch nyingi katika swala hili la eneo la nguvu za giza. Moja ya hiyo eneo ni uchawi. Ukishasikia neno mchawi kwa tafsiri sahihi ya Kiswahili fasaha, uchawi kwa lugha nyingine ni uuaji. Ni watu wanaofanya mambo yao hayo ya giza, lakini kwa lengo moja tu la kuua. Uchawi unalenga kuua zaidi, lakini katika hizo nguvu za giza kuna kitu kinachoitwa ulozi. Ni wale watu wanafanya mambo ya ajabu. Anaweza akageuka paka, akageuka pusi, akageuka hiki, akafanya hiki. Hao ni walozi, lakini kazi yao kubwa ni kukufanyia vitu ambavyo vitakuangaisha kwa muda mrefu na baadaye vinaweza vikakuua. Ndio pale mlozi ndio yule ambaye anaweza akakuwekea jiwe ndani ya tumbo. Ndio yule ambaye anaweza akakuwekea nyoka ndani ya kichwa na kadhalika. Hao ni walozi. Na hao walozi, hiki ni kitu kipo kwa watu maalum, yaani ni aina fulani ya koo, ni vitu vya kurithi. Lakini mchawi anaweza akanunua. Najua hata kumwambia mtu maneno mabaya yatakayomuua, huo nao ni uchawi. Hata kumwekea mtu sumu kwenye chakula akala akafa, huo nao ni uchawi. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kipengele kingine mbali na ulozi ni wanga. Hii ni michezo inayofanyika katika giza, na hii pia ni watu wanarithi. Hii ni michezo ambayo sasa watu hawa ndio wale wataalamu wa kuenda na fisi, kuruka, kufanya hivi. Yaani wanakuwa na wenyewe ni kama mchezo. Mara nyingi wao kazi yao ni kukusumbua tu ili ujue na wao wapo. Unaweza wakaja wakakutoa nje, ukalala nje, wakakukalia. Hao wanaitwa ni wanga. Lakini hapo kuna kundi lingine sasa hapo, ambao ni watu wa mazingaombwe. Watu wa mazingaombwe ni wale ambao wanaweza kugeuza akili yako ikatazama vitu tofauti na jinsi vilivyo. Kaona mtu amechinjwa lakini hajachinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ziko branch nyingi. Sasa katika hizi branch kuna watu ambao wanatumia mizimu, na kuna watu wanatumia majini, kuna watu wanatumia masoke ni vile vitu ambavyo kama vile misukule, watu waliokuwa wamepotezwa katika ulimwengu wa kawaida, lakini
wanaishi katika ulimwengu, bado hawajafa, wako katika ulimwengu, wamefunikwa, wamefichwa, wamevalishwa pazia ili tusiwaone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana Paulo anasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga nyinyi? Katika Wagalatia ile sura ya 3, nani aliyewaloga? Kwa lugha nyepesi, kuloga huwa kunaweza kukabadilisha akili ya mtu. Alikuwa na akili nzuri, akaanza kufanya vitu vya hovyo, kuloga. Na kwa nini anawaambia Wagalatia nani aliyewaloga? Yeye ndo aliyewahubiri Injili wakaokoka. Aliwafundisha misingi sahihi ya namna gani ya kumwishia Mungu, lakini habari zao zilipokuwa zimemfikia, wamebadilika kabisa, wanafanya vitu ambavyo havipo, sivyo walivyoagizwa. Ndio maana mlimjua Mungu lakini mbona mmemwacha Mungu mapema hivi? Kwa hiyo kuloga kunaweza kukutoa kwenye njia sahihi, ukaanza kutembea njia isiyo sahihi. Umelogwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hili lango la kichawi, wanatumia njia mbalimbali, ama tuseme la ushirikina na nguvu za giza, wanatumia njia mbalimbali. Wanaweza wakakuloga, yani kuloga ndio kile kitendo cha kufanya zile nguvu za giza ili zikalete matokeo kwa yule uliyomfanyia. Kuna wale wanaweza wakakutumia pepo, wanakutumia jini, ama wanakutumia mzimu. Sasa ule mzimu unapogeuka, unapoingia ndani yako, unaweza ukageuka ukawa kichaa. Yani lile jini linapotumwa, inaenda kwa mtu fulani, ukifika kwake wewe ugeuke kichaa. Basi likiingia ndani yako, linageuza mfumo wako, unaanza kuwa kichaa. Umebadilikiwa kabisa, jini limegeuka kichaa. Ama wewe nenda, ukifika kwa mtu fulani, geuka uwe kansa. Na ndio maana kila ugonjwa unaosikia wenye jina ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana linaweza likatumwa jini ama mzimu, ukaingia ndani yako, ukageuka umaskini. Kila ambacho unafanya hakifanikiwi, kwa sababu lile linanyanyua nguvu maalum ya kumeza vitu vyote unavyotaka kufanya, vitakavyotaka kukunyanyua. Wakati mwingine hilo jini, kama kuna mtu anataka kukusaidia, kwa sababu ni umasikini, na kwenda lina mblock ili asikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili ni lango la kichawi na ushirikina, ndio lango linaloharibu maisha ya watu wengi sana. Linaharibu maisha ya watu wengi sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini nataka tuiangalie njia moja ambayo wanaitumia sana watu wa nguvu za giza kuharibu maisha ya watu, ili kupitisha vitu vyao vilete uharibifu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni njia ya chakula. Fungua kitabu cha Daniel. Daniel sura ile ya 1. Bwana Yesu asifiwe. Daniel sura ya 1. Chakula kimeharibu maisha ya watu wengi sana, chakula. Jina la Bwana libarikiwe sana. Daniel sura ile ya 1, kianzia ule mstari wa 1, anasema katika mwaka wa 3 wa kumiliki wake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Pale imeandikwa Mungu wake, manake sio huyo aliyeumba mbingu na nchi. Imeandikwa kwa herufi ndogo, M yake ni herufi ndogo, kuonesha sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Biblia, maneno yote yanayomhusu Mungu, au ukiona kuna Bwana yenye herufi kubwa, ujue inamzungumzia Mungu ama inamzungumzia Yesu. Ukiona Bwana inatangulia na herufi kadogo, ujue hii inazungumza habari ya mabwana wengine wa kawaida au watu. Bwana Yesu sio sana. Sasa ule mstari wa 3 ndio pointi yetu inaanzia hapo.
Anasema mfalme akamwambia Ashpenaz, mkuu wa matowashi wake, walete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Sasa nisikilize, watu ambao walikuwa wamechaguliwa kukaa au kuiangalia nyumba ya mfalme, mara nyingi walikuwa ni matowashi, watu ambao wamekuwa ni mahanithi wasio na nguvu za kiume, na hii ilikuwa ni maalum ili wasiwaze masuala ya familia. Ni watu ambao hawawezi nguvu za kiume, matowashi hawa, kwa ili wakae tu akili zao na mambo yao yaishie kwa mfalme, wasiweze kuzaa na kadhalika, hawa matowashi. Kwa hiyo walikuwa ni watu kabisa, kundi kabisa, kiasi cha kwamba hawezi kusema nataka nikamwangalie mke wangu, watoto wangu, hawana kabisa. Kwa hiyo walikuwa wanachaguliwa vijana wazuri wenye nguvu, watu ambao wanaweza kuwa na akili nzuri. Wengine walikuwa wanahasiwa kabisa ili wasiweze kufanya tendo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mfalme anamwambia Ashpenaz, ndio alikuwa kiongozi wao mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana. Wakati huo Israeli wameshakwenda kule nchi ya Babeli wamekwenda. Sasa mfalme anataka kuwaingizia kitu fulani. Anajua msimamo wao wa Israeli juu ya Mungu wao, lakini atawapataje? Anatafuta watu wenye akili, anatafuta watu wenye ustaarabu, watu wanaokubalika, watu wenye mvuto, watu wenye nguvu ya ushawishi, watu ambao walikuwa ni uzao wa kiungwana, yani watu waliokuwa wanajua mambo ya Mungu wa Israeli kwa kina. Bwana Yesu hawakuchukua hivi. Shetani huwa hachukui watu wa hovyo. Shetani huwa anatafuta watu cream, watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anaambiwa watafute hao. Mstari wa 4, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia wafundishwe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia ukiwapata hawa wazuri wa uso, ndio maana nimekwambia shetani atafuti watu wa hovyo, anatafuta watu wazuri, watu ambao wana elimu ya kutosha, wanataka kuingiziwa roho fulani, wanataka wafanye matoashi. Kulikuwa kuna njia nyingi za kuwafanya watu matoashi. Ilikuwa ni kwa kuwahasi kupitia vitu vya kitaaluma, kilikuwa ni kuwahasi kupitia vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walichofanya cha kwanza, anasema wafundishwe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Wanatakiwa wafundishwe, waingiziwe kitu kingine. Mtu akitaka kubadilisha wajibu wako, ama akitaka kubadilisha muonekano wako, akitaka kubadilisha akili yako, anachofanya cha kwanza ni kukufundisha lugha ya kwao. Lugha ni miongoni mwa zana zilizopo kwenye kitu kinachoitwa utamaduni. Ukisikia utamaduni, kuna aina ya mfumo wa elimu, aina ya chakula, aina ya nyimbo, aina za ibada na mambo mengine kadha wa kadha. Hiyo inaonyesha utamaduni. Kwa hiyo sasa hao wanatakiwa wafundishwe mambo ya elimu ya Wakaldayo na wafundishwe lugha. Lakini bado wakaenda mbali zaidi. Wanataka hawa watu vile vitu viingie kwa urahisi ndani yao. Biblia inasema huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hiyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Haleluya. Wanapewa vyakula. Vile vyakula havikuwa vya kawaida, vya hanasa, yani ambavyo watakapokuwa wanakula, ule utambulisho wa Kiyahudi, ile akili ya Kiyahudi itaanza kufa ili iingie utaratibu mwingine, ili iingie elimu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chakula kina nguvu ya kubadilisha maisha yako, kina nguvu ya kubadilisha. Kwa mfano, kuna watu wengine
wanaweza kuwa ni mwanamume akapewa vyakula ambavyo vina generate hormones kwa wingi katika maisha yake. Mwisho akaona, unakuta hata ule nguvu za kiume ama ile nafasi yake ya mwanamume inaharibika, anaanza kuhisi kama mwanamke. Kwa hiyo chakula kina nguvu ya kubadilisha maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta basi hao walikuwa baadhi ya wana wa Yuda: Danieli, Hanania na Mishael na Azaria. Lakini mkuu wa matoshi akawapa majina. Kingine walibadilishwa majina. Utambulisho unabadilisha majina. Yaani mtu anapotaka kukuroga ufate vitu vyake, moja ya silaha nyingine ni kukubadilisha jina. Na walipewa majina, akawapa majina. Alimwita Daniel Belshaza, na Hanania akamwita Shadraka, na Mishael akamwita Meshak, na Azaria akamwita Abednego. Naona akampa majina ya miungu yao. Miongoni mwa vitu pia vinaweza vikamchafua mtu ambaye alikuwa anakwenda vizuri ni majina. Haya majina yalikuwa ni majina ya miungu yao. Majina ya miungu yao. Jina linaleta utambulisho na nguvu ndani ya mtu. Jina. Kwa hiyo wakaitwa majina mengine. Maana yake ni kwamba wakaanza kupata utembeleo wa zile nguvu za miungu wa eneo lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, wamebadilishiwa majina, lakini wanapewa chakula, wanafundishwa elimu nyingine ili kuwafanya hao watu wabadilike, baadaye watumike kama silaha kwenda kuwashawishi Wayahudi wasifanye ibada za huyo Mungu wao, na wao waanze kufanya kama ibada za Wakaldayo. Lakini mstari wa 8 anasema, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kunywa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Huyu jamaa akashtuka, akagundua chakula kinaweza kikaleta uharibifu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akagundua chakula kinaweza kikamharibu. Watu wengi wameharibiwa na chakula. Haleluya. Wachawi wanatumia chakula sana kuharibu maisha ya watu. Waganga wanatumia chakula sana. Hata watu wanaowekewa vyakula sumu wanawekewa kwenye nini? Kwenye vyakula. Mtu akitaka kuharibu maisha yako ya kiroho anakuletea kutumia chakula. Ni vizuri watu wajue kuna vyakula vya aina mbili. Kuna vyakula vya kiroho na vyakula vya kimwili. Hebu fungue Yohana sura ya 6 mstari wa 39 na 40. Yohana sura ya 6 mstari wa 39 na 40. Anasema, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Mstari 40, kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila amtazamaye mwana amwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila amtazamaye mwana awe na uzima wa nini? Wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hebu soma hiyo Biblia yako. Aya, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hebu soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3 na kuendelea. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3 na kuendelea, anasema, wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho walioufuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Wote wakanywa. Haleluya. Maanake kuna chakula cha roho, Bwana Yesu asifiwe sana.
tunapokuwa tunakula chakula cha mwili, ina virutubisho vya aina kama 3 au 5 hivi. Kuna chakula cha mafuta, kuna chakula chenye wanga, kuna chakula chenye vitamini, kwenye chakula cha mafuta, lakini pia kuna maji. Hivi ni vitu ambavyo mtu anapokula vinafanya kazi fulani ndani, vinatengeneza nishati au calories ndani ya mtu. Haleluya! Ile nishati ndio inayoweza kuleta nguvu kwenye mwili, inaweza kumsababisha mtu afanye kazi na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo chakula cha mwili kina kazi hiyo ndani ya mwili, lakini kuna hicho chakula cha roho. Chakula cha roho anachokizungumza Yesu, alisema yeye ndiye chakula cha roho, yeye ndio chakula cha roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wote wakaunywa mwamba. Kwa hiyo Yesu ndio chakula. Ndio sehemu nyingine anasema mimi ni mkate wa uzima, mimi ni chakula cha uzima, kila aliye na kiu na aje kunywa maji kwangu. Sasa tunapozungumza chakula cha roho, maanake ni kile chakula ambacho kinawekewa makusudi maalum ya kiroho ili kipate kupita ndani yako na kusababisha kile ambacho kinatakiwa kiingie. Kwa mfano, linataka liingizwe jini la umasikini, watu wanatumia chakula ili lile jini la umasikini lipate kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ibada zote za sanamu wanatumia vyakula, na vile vyakula vinakuwa ni najisi. Vile vyakula vinakuwa ni najisi, vinaweza kuharibu. Ndio maana mtumishi wa Mungu Danieli akasema mimi, akakusudia kwamba mimi sitajitia unajisi kwa chakula. Alikuwa anajua kile chakula hakikuwa cha kawaida tu, kilikuwa kimebeba nguvu za rohoni. Ndio maana unaweza ukatembea kwenye viplefti wakuta kimemwagwa chakula, watu ukafikiri labda mbwa katupa pale, kumbe ni ibada zinazofanyika. Ni ibada zinazofanyika. Watu wa Freemason, wachawi wanakula vyakula, vinakuwa ni vya kiroho ambavyo vina makusudi ya kiroho. Kwa hiyo unavyokula vile vyakula vina nguvu ya kuharibu aina fulani ya maisha kwako. Mtu akitaka kukufunga kiroho akitumia chakula ni rahisi sana kukufunga. Ndio maana hata watu usiku wanaota wanakula vyakula, wanaona na kunywa maji na hivi. Vile vyakula ni vyakula vya rohoni, ni bayana, ni vitu halisi ambavyo unakula, lakini unalishwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hili lango linaharibu kazini. Unaweza kukuta mtu anataka kuvuruga, anakuletea chakula, anakuletea soda, lakini ameinenea. Kwa hiyo imebeba roho. Kwa hiyo unapokula inaingia ndani yako na kukuharibu. Mtu anaweza kukufunga tumbo kupitia chakula. Unapokula kile chakula kinafunga tumbo, unajikuta huwezi kuzaa, kumbe ulikulishwa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anasema kuna chakula cha rohoni, chakula cha rohoni, lakini pia kuna chakula cha mwilini. Kwa hiyo kama vile chakula cha mwilini kinavyohitaji vitu vitano, pia chakula cha rohoni unapokula kikiwa ni cha Mungu kuna mambo matano. Chakula cha rohoni upande wa Mungu ni neno la Mungu, ni kuomba. Chakula cha Mungu hicho upande wa rohoni ni kusoma neno la Mungu. Unaona, ni kufanya matendo ya wema, na hivyo navyo ni vyakula upande wa Mungu. Anasema chakula kinachoshuka kutoka juu. Sasa anapozungumza kwamba kuna chakula kinashuka kutoka juu, maana yake kipo pia chakula kinachopanda kutoka chini. Sasa hichi chakula kinachopanda kutoka chini, maana yake na chenyewe kina nguvu ya kuzimu. Chakula kimebeba mauti. Ukisoma katika Wafalme wa Pili ile sura ya 4 nafikiri mstari ule wa 40, anazungumza habari ya Elisha. Watu walipoenda kuchukua matango mwitu wakayaweka jikoni, wakati wanataka kula wakaona mauti, wakasema mauti imo mauti kwenye nini? Kwenye sufuria. Kwa hiyo chakula kinaweza kuleta uzima, lakini chakula kinaweza kuleta mauti. Bwana Yesu asifiwe sana.
kinaweza kikaleta mauti. Wapo watu wengi tumekwisha kuuawa japokuwa tunatembea. Wapo watu wengi tumekwisha kuharibikiwa japokuwa tunaishi. Kwa hiyo wachawi wanatumia sana hii nguvu ya chakula. Ndio maana upande wa pili kuna aina fulani ya chakula ambayo wanatengeneza nyama za kukaanga, alafu wanaweka na asali, alafu wanaambiwa suna, kila mtu aleka nyama kamoja. Ile ni roho maalum, na wanasema kile chakula ni aina fulani ya dua. Mtu na kile chakula basi anaweza yani, ilikuwa alisomewa Mtume ili asivunjike miguu mifupa. Sasa kile chakula unapokula ni roho. Kuna vyakula tunavyokula vimenenewa. Ndio maana unakuta wenzetu wakipika chakula, ikifika kile kipindi cha kimeshaiva chakula, wanafukuzwa wapishi, mashehe wanakwenda wanasoma dua mle ndani, wanasoma dua. Ni chakula, kuna roho inapandikizwa mle ndani. Kwa hiyo watu wengi tumeharibiwa mustakabali wa maisha yetu kupitia vyakula. Amen. Tumeharibiwa kupitia nini? Vyakula. Vyakula vimetuharibu sana. Kuna mambo leo unaweza kuyaona yaendi. Ndio maana Danieli akashtuka, akasema hichi kitanitia unajisi. Hiki chakula kitanitia unajisi. Tutakuja kujifundisha kwa kina juu ya vyakula na madhara yanayosababishwa. Kwa hiyo ili lango la kichawi limeharibu maisha ya watu kupitia vyakula. Kupitia vyakula. Haleluya. Chakula kinaweza kikageuka kikaingiza roho ya umaskini ndani yako. Chakula kinaweza kikageuka kikawa kansa. Chakula kama sisi tunapowaombeaga watu, ambia uliingiaje? Anasema mimi niliingia kupitia chakula alichokula, maji aliyokunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi maisha yetu yameharibika kwa sababu ya vyakula. Ni muhimu sana kuzingatia hili. Kwa hiyo tunapoingia kwenye hili lango, tunapaswa pia tuingie kwenye kutubu sana juu ya vyakula tulivyokula. Na ndio maana hata mababa zetu unaambiwa okay, wewe mikosi imekuja, haya, andaa mbuzi, andaa chakula, tukupeleke ukatambike. Unapeleka chakula kule kwenye makaburi, mnafanya ibada zenu, mnakiacha pale chakula. Kienda Moshi kule wanakula vinyama, alafu wanatupia vinyama kwenye yale masare, wanavalishwa na vingozi. Chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia na kuwa makini. Kuwa makini, uwe sensitive. Chakula kinaweza kikaharibu ile sensitivity yako, ule umakini wako wa akili. Mtu akitaka kukuloga akili yako anatumia chakula. Mtu akitaka kukufunga, watu wengi wanatumia vyakula. Ndio njia rahisi ya kumpata kirahisi mtu. Hizi njia nyingine zinahitaji wewe umeadvance sana upande wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu anasema yeye ni chakula, anilaye mimi ataishi. Ni chakula kilichoshuka kutoka wapi? Kutoka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata alipoweka agano na yeye, aliweka agano wakati wa nini? Wa chakula. Akasema huu ni mwili wangu na hii ni damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chakula na kinywaji. Sisi kinywaji chetu ni nini? Wakristo kinywaji chetu ni Roho Mtakatifu. Anasema msilewe kwa mvinyo ambao kuna mzabibu, bali mjazwe Roho. Kwa hiyo sisi tunapokuwa tumebubujika rohoni, tunakula chakula cha rohoni, tunajenga nafsi zetu rohoni, tunaimarisha rohoni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako chakula. Ni muhimu sana kujua hili swala. Ni muhimu sana kujua hili swala. Chakula ni hatari sana. Chakula kinaweza kikaharibu mfumo wa maisha yako kabisa. Chakula kinaweza kikakusimamisha na kukujenga kimwili. Lakini chakula chenye mazingira ya kiroho kimeharibu maisha ya watu wengi. Kimefunga baraka za watu wengi. Chakula unaweza ukikala kikaambiwa nenda
ukishaingia tu tumboni, geuka mwiba, aanze kusikia vichomi, akapasuliwe huyu, na siku akipasuliwa ndipo hapo atakufa. Tunatuma jini lingine likamchukue chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unakuta hata watu wanaochukuliwa kwa nguvu za giza, misukule hawa, wanapokwenda kule, wanachokula ni vyakula vya ovyo tu. Unaweza kuwa nakula unga na anaishi hata miaka 20, 10 mpaka unazeeka. Kama wewe ulikuwa ungeishi miaka 100, alafu wamekuchukua na miaka 20, maana ile yote ile miaka mingine, kwa sababu kifo kamili huwa ni Mungu ndo anayefanya. Kwa hiyo unakuta unaendelea kutumika, unakula tu unga, mtu anaishi na unapigishwa kazi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua lango la kichawi na kishirikina huwa linatumia pia mlango huu wa chakula. Watu wengi wameharibikiwa. Takapokuwa naendelea kufundisha huko mbele, nitakufundisha Biblia inavyoonyesha ni aina gani ya vyakula. Kuna vyakula vinavyoweza kukutia unajisi. Haleluya. Vyakula vinavyoweza kukutia unajisi ni vile ambavyo vimetolewa kwa miungu. Vile vimetolewa kwa nini? Kwa miungu. Ogopa sana kwamba tunataka tukatambike, leteni mbuzi. Kile ni chakula kimetolewa kwa miungu, kimebeba makusudi na mkakati maalum. Na wewe unasema mimi sinakoka. Sikiliza, watu wengi wameharibika. Unaweza kuwa na upako mzuri na nini, watu wanakukamata kwenye chakula. Wapo watu wengi walikuwa na nguvu za Mungu, walikuwa na upako, lakini kupitia chakula wamekwisha kabisa. Chakula kimeharibu. Ndio maana Danieli akashtuka akasema, no, mimi siwezi kula hichi chakula cha kinajisi. Mimi nitakula tu mtama. Nitakula mtama. Kama kipimo ni kwamba mnataka mtutazame tutakuwa wazuri, lakini mimi nakula mtama. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie mwenzako chakula. Ni vizuri sana tujue hili jambo. Ni vizuri sana tusimame na hili jambo. Tunapoingia kutubu, tujue kwamba shetani ana njia nyingi za kuweza kuleta uharibifu wake. Lango la uchawi na ushirikina ndilo lango kubwa sana linaloharibu maisha ya watu. Hata ukiona kama kuna mwenyeji wa nchi, kuna wazee wa mji, sijui kuna wenyeji wa mji, sijui kuna kiongozi wa kiroho, maanake anastawala pale katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Na nguvu kubwa inayowapa kutawala ni hii nguvu ya uchawi na ushirikina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nguvu ya uchawi na ushirikina ndio inayowapa kutawala. Amen. Kwa hiyo tunapoingia kwenye toba, hii toba juu ya haya malango, hebu pitia kwenye maeneo mengi sana juu ya chakula. Chakula kimeharibu. Ndio maana unapaswa mtumishi wa Mungu kuwa na akili sana ya kusikiliza rohoni. Haleluya. Chakula kimeharibu. Mtu anakuona huyu anafurukuta hapa, anajifanya na upako, ngoja. Anakutengenezea connection. Anaituma chakula, ndani yake kuna roho ya uvivu. Kisha kipiga kile chakula tayari unashangaa sasa kuomba, kusoma neno usomi. Kumbe chakula kilipokuja ndani yake kimebeba jini linaloitwa uvivu. Kimebeba roho inayoitwa kiburi. Kimebeba roho inayoitwa ubinafsi. Lakini kimepitia kwenye njia gani? Ya chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana tujitafakari. Unaweza ukajiuliza imekuwaje? Kumbe ulipewa kitu kwenye chakula. Wanatumia njia nyingi, hata kwa mfano nguo hizi, mavazi na kadhalika. Viko vitu vingi. Napewa nguo, kumbe kuna kitu kimeagizwa huko ndani. Hata kwa mfano mimi nimewahi kukaa karibu na watu waganga ambao walikuwa watu wanakuja kuaguliwa pale, hasa mabinti, ili wapate wanaume, hasa wakiona mwanamume fulani ana hela anakwenda pale. Sasa na ni nyingi wanazozitumia
njia nyingi wanazozitumia ili kuwapata hao wanaume ni chakula. Wanaambiwa chukua hii dawa, mpelekee zawadi, weka kwenye chakula, alafu mtengee ale. Kwa hiyo anapokula anakula, kuna nguvu ya lipepo pale ndani kwenye kile chakula ya kumfanya afungwe ufahamu wake, asimuone mtu mwingine, amuone yeye tu. Bwana Yesu atusaidie. Chakula wakati mwingine inaweza kuwa sio kuweka dawa, lakini tu akakisemesha kile chakula. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unapopewa chakula usiombe tu baba bariki, wewe tangaza kabisa kwamba chochote kilichopandwa katika ulimwengu wa roho nafuta kwa damu ya Yesu. Inaweza kuwa ni maneno tu, sio sumu wala, lakini ni maneno tu. Anaweza kupitia chakula kimenenewa na kuna vidawa kwamba atakapokila tu hana, watu wote hapa kazini wamchukie. Na kweli umeshangaza, shoga, huli rafiki. Mimi naangalia sana vile viklipu vidogo vidogo vya Kinigeria, na viangalia, ninapata mafundisho mengi sana mle, jinsi wa Nigeria walivyo advance kwa mambo ya rohoni. Na tunasema asante kwa sababu wamegeuzwa wengi kuleta vile, kwa maana ya kufunua siri za shetani. Haleluya. Chakula. Ndio maana kuna wakati mwingine unaweza kukuta unaenda mahali Mungu anakwambia funga, hamna kula hapa mpaka umalize mkutano. Chakula. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wengi maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya chakula. Haleluya. Unaweza kujikuta una vitu unavyoishi, kumbe ni chakula. Chakula cha roho. Kwa hiyo Yesu anasema yeye ni chakula cha nini? Cha uzima. Mtu akila atafanyaje? Ataishi, naye atamfufua siku ya mwisho. Yeye ni chakula kinachotoka juu, lakini chakula kinachotoka chini chenye kazi yake ni kuua. Kimebeba mauti. Kimebeba nini? Mauti. Watu wengi wamekwisha kufa, hatima zao zimesagwa sagwa. Ingia, chakula kinasemeshwa, ingia hapa kwenye chakula hapa, mnaweka labda na vimitimiti. Atakapochukua tu sande akila, tayari aanze kukosana na familia yake. Yeah. Ule ni uchawi. Wanataka kuiondoa mikononi, maana watu hawaipendi CCM kule Arusha. Kwa hiyo wamewekwa, wameitwa chakula. Mimi Ojung'u ananiambia wamekula nyama, acha nyati zimeuawa, zimepelekwa kule. Amen. Chakula. Chakula. Na ndio maana kuna makabila fulani ukienda kuoa kwao wanakwambia mtuletee chakula fulani, alafu kikiletwa cha kimila, alafu watu wanakula kile chakula. Kile chakula cha kimila kinatengenezwa, maana katika ulimwengu wa roho kimebeba nguvu fulani ya kuwapatanisha na ile familia. Ndio maana hata katika kabila zetu, kila kabila lina chakula chake cha asili. Kile chakula cha asili maana ni chakula chenye maagano. Ndio maana lazima uwe mwerevu rohoni, kwamba unapokwenda kula, hebu omba. Hata kama wameomba, na wewe omba, atake sirisiri. Kuna wengine wajanja, anafika anasema tumeshaombea jikoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui umenielewa. Kwa hiyo lango la uchawi na ushirikina, lango la uchawi na ushirikina ni lango linalotumia pia chakula. Ndio maana Danieli akasema mimi sitajinajisi kwa chakula cha mfalme. Ni kweli mmenipa jina sawa, lakini pamoja na yote, ili kukamilisha haya,
nataka nile na chakula. Mimi no, hapana. Kwa hiyo tunapotaka kufanya mapinduzi ya kwetu binafsi, ni lazima sana tusimame, hasa sisi tunaotembea kuhubiri huko na huko kwenye nchi za watu. Vyakula ndo vimekuwa hatari sana kwenye maisha yetu, na wakati mwingine lazima tu ule, si umealikwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni lazima, chakula kinaweza kikaondoa umakini wako, kikakuletea kaambia, okay, huyu anajifanya anajua mistari mingi, piga chakula. Unakula chakula, ukiingia mndani uwe roho ya kusahau, asiwe anakumbuka chochote. Huyu si nabii, huyu anaonaona, ingia huko chakula hichi, ukifika kule ndani uwe roho ya kusahau, hata akiona asiseme. Bwana Yesu asifiwe. Chakula ni muhimu sana kushughulika na hili lango sana, ni kutubu kwa nguvu sana, kuingia ndani kwa toba na kuita rehema, na kuita sasa chakula kutoka wapi? Mbinguni, na kuita kinywaji kutoka wapi? Mbinguni, ili kiingie kuondoa uchafu wote tuliotengenezewa. Nimekwambia chakula unapokula unashangaa kila ngi. Watu hawa, kwa mfano watu wa Freemason na watu wa culti mbalimbali, na hawa devil worshiper na wale wenye imani za siri, chakula ni moja ya vitu vya kujipongeza na kutangaza ushindi wa eneo. Ndio maana unaweza wakajikuta unaweza kukuta kama ili eneo la Tambokareli, kuna mahali waga unakuta tu kinamwagwa chakula. Kile ni chakula cha matambiko, na kikimwagwa hapo kinafika kinaanza kukamata akili za watu hapa. Unaweza kukuta mnaanza kuishi roho ya umasikini katika kile eneo. Ni chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi waliokuwa kiroho hawali ovyo, na hata kama akila anasikiliza sana wapi? Huku rohoni. Tusipende kula ovyo. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu kwa ajili ya hili lango la kichawi na kishirikina na mizimu, tujue kwamba chakula ni moja ya lango hatari kwa maisha yako ya kiuchumi, kwa maisha yako ya kimwili. Kichakula cha kiroho, bahati mbaya, unajua chakula cha kimwili kinaua mwili tu. Kama ukiwekewa sumu kwenye chakula cha kawaida, unakufa mwili, ama umekula kitu cha siku, unakufa mwili, lakini roho yako inakuwa ikufa. Lakini chakula cha kiroho kinaua kuanzia nini? Kinaua roho na mwili wako. Unaweza kuwa unatembea lakini tayari ushakufa rohoni, haupo tena, unaigiza tu. Unaweza kutembea na mtu hata miaka 5, 10, 20, mnaona kama anakwenda, kumbe ameigiza tayari, rohoni ameshakufa. Amen. Rohoni amefanyaje? Ameshakufa tayari, rohoni ameshaingizwa kwenye agano. Wakikuona wamekushindwa sasa, ndio wanakuletea chakula cha kwenye ndoto. Unalishwa ndotoni, napewa mandazi kwenye ndoto, unakula mapaja ya kuku kwenye ndoto. Unalishwa, ni halisi. Ni chakula unachokula chenye lengo cha kuharibu roho yako na mwili wako. Kwa sababu, kwa nini roho ikiharibiwa roho na mwili? Kwa sababu hii. Kwa sababu ulimwengu huu tunaouona unatawaliwa na kuongozwa na ulimwengu wa rohoni. Kwa hiyo kama umeletewa roho ya uvivu, maana ni kwamba sio tu rohoni, hata mwili. Kwa sababu mwili si ndio naye, kama ni kushika Biblia, mwili si ndio unaoshika. Kama ni kwenda kuhubiri, si mwili ndio unaohubiri. Kwa hiyo unakuwa umeuawa rohoni na mwilini. Unakuwa tu mtu wa blabla nyingi, kukicha tu mjini na kabriefcase kako namna hii, unaenda mjini, mnakaa hapa hichi kijiwe cha wachungaji na kunywa kahawa, hamna muda wa kuomba mpaka saa 12 jioni, unapanda daladala, unarudi nyumbani. Leo kwa kweli tumeenjoy sana kwa na wachungaji wenzangu. Tayari ushakufa rohoni. Hapa Dodoma kuna kijiji cha wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hatusemi ni vibaya kukutana, mnaweza mkakutana, lakini hicho kijiwe kipo kila siku na watu wanakaa tangu asubuhi mpaka jioni. Hapo kashangaa tu unaenda kwenye kucheza draft. Tangu asubuhi mpaka jioni unacheza draft. Kulikuwa kuna mchungaji mmoja rafiki yangu miaka ya nyuma, wakati Messi bado sijakuwa na kanisa. Tulikuwa tutakutana pale barabara ya ngapi ya 8. Tulikuwa tunacheza draft pale. Anashinda pale kwenye draft tangu asubuhi. Mimi nilikuwa nafanya pale, lakini nilikuwa nafanya biashara ya mbao. Lakini yeye anakuja anashinda pale na kabaskeli kake asubuhi mpaka jioni. Ndio yeye mwenye ile kanisa. Bwana, na wakati hapa Dodoma angefanya bidii, kulikuwa ni shamba. Makanisa mengi ya kiroho kulikuwa hakuna hapa. Bwana Yesu sana. Anajisikia mimi from 6 nikaacha mambo kwenda chuo, nikaenda kwa ajili ya Bwana. Hana vision. Unaminywa vision, huwezi kuona chochote. Unaridhika na ulivyo. Ukipata visenti vilivyo unaridhika. Unaanza kuona wewe bosi. Umelogwa. Nani aliyekuloga? Enyi wa Galatia msio na akili. Nani amewaloga nyinyi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Sijui mmenielewa eh? Kwa hiyo tunahitaji kuingia kwa kina. Tuingie kwa kina. Ili tumwambie Bwana Yesu, tunahitaji kutoka hapa tulipo. Tuingie Bwana Yesu, nitoe ikiwa kuna chochote kilichoingizwa huko ndani. Kuna chochote nilichokula. Sisi wengine kwa mfano tuna ndugu zetu wengine Waislamu. Kuna familia zetu wengine Waislamu. Kuna vile visomo vya kina vile. Naona? Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia hayo. Nafikiri mmenielewa. Mwambie Velo hivi chakula. Velo umelala? Chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua ya kwamba Mungu anatufunulia haya ili tuone njia za adui anazoleta kuzuia malango yako ya mafanikio. Malango ya chakula kinaweza kaingia ndani yako kikakuletea magonjwa yasiyopona. Kuja hili na kuja hiki na kuja hiki na kuja hiki. Kumbe yaliingiaje? Kwa njia ya nini? Ya chakula. Nafika kule Iringa nachinjiwa kuku. Kumbe ile kuku inageuka roho ya mauti. Huyu akiondoka hapa tu njiani huko apate ajali. Chakula ndio njia ambayo inaweza kukupata kirahisi zaidi kuliko ile sijui ya kutuma na nini na nini. Ile inakupata titi for tatu, chakula tu tayari. Kile kilichokuwa kimetamkwa kinafanyaje? Kinakuwa. Kanisa linapaswa liwe macho, liombe. Sizungumzi hivi ili kuwakataza msifanye mambo ya kijamii. Ninatamani sana, haleluya, mkae mkiwa sensitive na msichukue vitu kwa bahati mbaya. Ombeni. Hata kama unakula, tengeneza. Wakati mwingine hata kule sokoni vyakula unavyovinunua vimeimbilizwa. Ndio maana unaweza ukajikuta mtu yani duka fulani likifungwa hasikii raha. Akienda sokoni mtu fulani asipomuuzia haoni raha. Kuna vitu vingi vimekamata maisha ya watu. Basi kwa leo mimi nataka tuishie hapa. Hili ni somo naendelea nalo. Mungu amenipa hili somo, nimeshaanza kuliandika juu ya vyakula vinavyoweza kuharibu. Huko baadaye nafikiri Mungu akinipa neema pia nitafundisha kwa nini watu wanaota wanalishwa kwenye ndoto vyakula. Unashangaa asubuhi ukiamka umeshiba na kutupia tu vimaji. Ulishiba viazi na ulikula makuku na mamiguu ya nani? Manyama ujia linanuliwa hapo usiku kwenye ndoto, umelishwa hana shwa. Ukiamka asubuhi tumbo hilo hata ukifika kazini kule
Ukiona chai inakuja, umeshiba, labda niletee tu kasoda nishushie chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana vya kuwa navyo makini. Kwa leo tutaishia hapa. Kwa hiyo cha msingi ni kutubu sana na kunywa damu ya Yesu. Damu ikanene mema, damu ikatufungue, damu ikatusafishe, damu ikatuoshe, na kunena sana, kwa sababu Biblia inasema natakiwa tunywe nini? Nasema msilewe kwa mvinyo, bali fanyeni nini? Bali mjazwe Roho. Kwa hiyo kadri unavyojaza nguvu za Mungu. Ndio maana nimesema maombi ni kweli yanafanya kazi, lakini kinachofanya kazi kubwa sana katika maisha yetu kuwa na uhusiano wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Kadri unavyokuwa na Roho Mtakatifu unakuwa na moto. Kwa hiyo kila pando ambalo sio la Mungu ndani yako linaanza kuyeyuka na kuisha lenyewe. Mungu wa mbinguni atubariki.